Kihistoria kimondo cha Mbozi hakuna aliyeshuhudia wakati kinaanguka, sawa Kwa hiyo hatuna shuhuda aliyeshuhudia wakati kinaanguka kimondo cha Mbozi. Ila kuna mtu aliyekuwa wa kwanza kukiona. Tunaelewana Alikuwa ni Mnyiha Mzee Halele. Sawa Huyo mzee alikuwa ni mfua vyuma au fundi chuma wa zamani. Tunaelewana Kwa huyo ndo alikuwa wa kwanza kukiona mahali hapa mwaka 1930. Sawa Kwa habari zilienea, hata yeye hakujua kama ni kimondo wakati ule, alijua kama ni jiwe chuma kulingana na ugumu wake. Sawa Kwa alipeleka taarifa kwa kiongozi ambaye alikuwa ni Chifu Mwamengo kuhusu jiwe chuma, kwa sababu yeye alishindwa kukata au kuyeyusha, sawa ili kutengeneza zana za chuma. Kwa alivyomwambia chifu kuhusu jiwe chuma, Chifu Mwamengo alifika kwenye ile eneo ili kuona je, ni kweli ni tofauti na mawe mengine. Kwa chifu alivyokuja akaona kweli ni tofauti na mawe mengine, akaamuru kwamba itakuwa ni sehemu ya matambiko, sehemu ya kufanyia ibada, sawa Kwa hiyo ukiangalia nyuma ya kimondo kuna shimo. Hilo ndio lilikuwa linatumika kufanyia matambiko. Hilo shimo lilikuwa na maji ya mvua, kwa hiyo wanachanganya na dawa za asili ili kutibia watu au kufanyia matambiko wakati huo kabla haijajulikana kama ni kimondo, sawa Ule wakati wa miaka 1930 ilikuwa bado ni wakati wa ukoloni. Habari zikaenea kuhusu jiwe chuma kwamba halikatiki, sawa Kwa alikuja Mjerumani wakati huo alikuwa anaitwa William Knott. Yeye ndiye aliyekata hapa mbele. Tunaelewana Aliyekata hapa alikuwa ni Mjerumani William Knott. Kwa alichukua hiki kipande akaenda nacho kwao ili kwenda kupima ni nini. Yeye ndiye aliyegundua kwamba hicho ni kimondo. Kwa hiyo habari zikaendelea kwamba hiki ni kimondo. Kwa alivyokuja lengo lake lilikuwa sio kwamba awape wenyeji taarifa kwamba hiki ni kimondo. Lengo lake lilikuwa ni kukata vipande na kuondoka kwenda nacho kwao. Sawa Kwa alivyokuja tena alitumia baruti. Kwa upande huu kuna matobo, lakini alivyojaribu kwamba atatumia baruti bado zilifeli. Kwa akaamua kukiacha hapa na kuambia wenyeji kwamba hiki ni kimondo. Sawa Kwa akaondoka zake na harakati za uhuru zikaendelea. Kwa kikawa chini ya serikali, kilitangazwa tangu mwaka 1967 kama ni urithi wa nchi. Sawa Mpaka leo kinahifadhiwa. Kwa hiki kimondo chetu ni chuma chenye mchanganyiko wa madini mengine. 90% chuma, mchanganyiko wa madini ya shaba, sulfur, phosphorus na copper. Sawa kuna swali katika hayo maelezo kuhusu historia ya kimondo? Kuna swali watoto? Nani anazijua faida za kimondo? Nyosha mkono. Mimi nina swali. Ndio. Kimondo ni nini? Wanawake ni nini? Sawa kabisa. Ni swali zuri. Kimondo ni nini? Kimondo ni mawe yenye asili ya chuma, sawa? Ambayo asili yake sio katika uso wa dunia, ni nje ya uso wa dunia. Ni kati ya sayari ya 4 na ya 5. Ukipanga zile sayari kuanzia ya kwanza mpaka ya 8, kati ya sayari ya 4 na ya 5 ndiko vimondo vinatokea. Viko vingi. Kwao huwa vinalizunguka jua katika ukanda huo. Kwa hivyo vimondo mpaka vinaanguka, aidha vikagongana viwili ama katika tu zile shughuli za anga kikawa kimepotea njia, ndio vinaanguka mpaka huku chini. Kuna swali jingine? Kwa hiyo inaweza kawa ni chuma kamili au kikawa na mawe muundo wa hivyo vimondo. Unielewa? Samahani niulize tena. Karibu. Umesema mwanzoni walitumia kwa kuja kutambika nini? Sasa hizi jamii ya saizi je, wanaendelea na kuja kufanya ibada zao hapa au wameacha kabisa? Ukweli ni kwamba matambiko hayafanyiki, ila ile imani ya yale maji bado ipo mpaka leo. Kwa nini ibada hazifanyiki?
ni kwa sababu ya ujio wa dini zingine kuwaelimisha watu. Wengine wanasema kuabudu hili jiwe ni kama kuabudu miungu mingine, sio Mungu muumba mbingu na nchi. Kwa hiyo ujio wa dini zingine umepunguza au umefanya matambiko kuisha au kupungua. Lakini kitu kingine, mwanzo walifanya matambiko kwa sababu hawakujua kama hiki ni kimondo. Baada ya kuelimishwa kwamba hiki ni kimondo, sio kitu ambacho cha kuaminiwa, yani kama ni Mungu, si ndio? Kwa hiyo ilipunguza ile imani ya watu kuja kufanya matambiko kwa sababu walifanya ni sehemu ya kuabudu. Sitakuwa nimejibu swali lako? Samahani, nataka niulize pia, hicho kimondo kina tani ngapi kilipo hapo? Kimondo kina tani 12 kinakadiliwa. Kwa hiyo inaweza kawa ni zaidi ya hapo au chini ya hapo. Lakini pia swali lingine, kwa maelezo yako umesema manake itakiwa wakibebe wazungu walishindwa kukibeba. Je, saizi wakiamua kukibeba inawezekana kwamba mfano labda tukakitoa hapa leo tukakipeleka sehemu nyingine Mlo au tukakipeleka Sunrise kwa teknolojia iliyopo saizi? Kweli kabisa. Zamani walishindwa, sio kwa sababu ya ugumu wake, ni kwa sababu ya teknolojia ilikuwa bado iko chini. Ila kwa sasa tani 12 inabebeka. Yeah. Lakini hii ni nyara ya serikali kama nyara zingine, kama meno ya tembo, kama nini. Kwa hiyo huruhusiwi kuongeza chochote katika kimondo wala kupunguza. That's it. Kwa hiyo kiko hapo kwa ajili tu ya kuhifadhiwa hivyo tu. Kwa hiyo huwezi kuhamisha wala ukakata. Asante. Karibu. Mimi sio swali sana. Kwa sababu nataka nijue tu kwenye upande wa kwa sababu wanakuja watalii. Ndio. Katika upande wa jamii. Watalii wanakuja, wanalipia pesa, sawa? Ndio. Sasa upande wa jamii wanafaidi nini? Kuna vitu mmefanya kama kusaidia jamii? Kwa kujibu swali lako nitajibu kwa pande zote mbili. Kwamba sisi sote hapa ni wanajamii. Jamii ya Tanzania. Sawa? Kwa hiyo ndio maana nikaja kwenye tuna faida nyingi za kimondo. Sawa? Kwa hiyo faida mojawapo ni elimu, lakini pia uhifadhi, lakini pia utalii kama tulivyosema, na hizo fedha za kigeni zinazokuja. Lakini ukisema kwamba direct kwamba wanafaidika nini wanajamii wanaozunguka, kwanza tukumbuke kwamba swala la uhifadhi wa mazingira kuna watu ambao hawalikubali na kuna watu ambao wanalikubali. Sawa? Kwamba sisi tuko hapa ni wahifadhi. Tumekuja kwa ajili ya kuhifadhi kimondo na mazingira haya. Lakini kuna wanajamii ambao hawakubaliani na hilo swala. Kuna wengine wanatamani hata kisinge kuwepo mahali hapa kwa sababu labda yani wao hawana hiyo elimu ya uhifadhi wa mazingira. Sawa? Kwa mpaka sasa tuseme tu kwamba ile faida inaweza kwamba iende moja kwa moja kwenye jamii ni ngumu sana. Kwa sababu mpaka sasa hivi kuna mgogoro wa ardhi kama una hiyo habari. Kwa hiyo tukisema directly faida ni ngumu, ila tunaweza tukasema indirectly. Kwa sababu tuko hapa, hizo barabara zote zinajengwa ni kwa sababu ya kimondo. Kuna umeme, kuna maji na huduma zingine zinakuja kwa sababu ya kimondo. Hata hizo fedha zinazoenda kule zitagawanya, zitazunguka, zitaenda hata shuleni huko, zitasaidia watu indirect. Lakini ile direct ni ngumu sana kwa sababu watu bado hawana elimu ya uhifadhi. Simenielewa? Kwa hiyo ni hivyo. Sio kwamba vimondo havina faida, vina faida nyingi tu. Hata hapa tulipo ni faida mojawapo. Kuna swali jingine? Hili ndilo shimo lenyewe. Shimo lile ambalo wamesema linatumika kwa ajili ya matambiko kwenye kimondo hichi. Kwa wanachukua maji hapo, baada hapo wanatambika. Wow. Yes, usisahau kwamba uko Songwe Sunrise Primary School. Kuna sisi Songwe Sunrise Primary School leo watoto wetu wako mazingira haya. Wow, vizuri. Nikwambie kwamba ni swala la imani. Tunaamini kwamba Mungu yupo. Kwa hiyo anayekuja pale anaamini kwamba maombi yake yatajibiwa. Taenda kwa mfano wa wanasiasa. Anakuja mgombea. Anaamini kwamba akija akinawa